Sasa unataka nini? Ndege wanaofanana ndogo wanaruka fasi moja ufanane na vita vile wewe. Mzee wa ovyo. Mijo na muweza ule hapana wewe. Ule bwana iko na roho nzuri sana ule. Iko mbi yote inotu wanatembea pale. Ifo watupatie makuta ya kukula. Kweli? Mimi niliona. Mimi niliamka na bahati. Hii yela mimi nilikuwa naiomba muda mrefu. Nipate hata hela kukula kunyuma. Mungu iko na mimi leo. Sasa hapana tunapasha gavulana. Sasa wote twende tuemee kunyumba. Tutaemea. Mimi leo batoto yangu banaenda kula bi. Batoto yako, batoto yetu sasa wote. Wewe na nani? Ema? Wewe na nani? Hii pesa moja utanunua nini? Na mimi. Hii yangu mimi peke. Papa. Acha, unaanza leta M23. Hey. Hata ulete mekanike, ulete mekanisien, ulete ole mekanika. Pesa yangu ni moja. Acha nipatie yoi. Nenda nunua ndagala ya. Sasa si walitupatia hela moja. Uona matatizo. Ni hela moja ni yangu. Wewe unipe mie tufanye likilimba. Unipe mie. Naanza mie leo. Wewe kesho. Ukome. Papa, ukome. Mimi ndo niko na njala sana kwangu. Niachosikie mikosi pa. Ona, tutonge kwanza. Mke wangu analala njala, watoto wanalala njala, abakukula jana. Wewe ndio ulime kule na bibarua ya watu ndio upate makuta. Sasa uko nasema franka ni yako. Nasema. Papa. Nini? Papa, ona. Acha blage. Makuta ni yangu bana nipatia mipeke. Bali kupatia wewe watupatia sebo. Sasa yela moja tutakabulana namna kani? Sasa si yela moja unipe mie na wote pata kesho. Cha, ona. Niachie koti yangu pale. Haujui gharama ile koti wewe. Niko nasema vile. Papa. Nasema vile. Papa. Nitapandisha wazee. Bazee. Ni vitu gani? Acha koti yangu pale. Nyoko. Ni vitu gani? Muko munini unatokea? Wewe uko na tatizo. Watu wanakala wanaangalia. Kichwa kiko sali bakiza nayo kwa nyumba huyu. Si ndo maana kuuliza kuko nini? Walitupatia mimi nililomba nilianja kwa mtu bakatupatia pesa moja. Iko nataka nikabulane naye. Pesa mtu tunakabulana namna gani? Njala iko huku ndo mwiko natafuta njala iko huku. Aisha ende iko kule. Hapana. Niko namtafuta. Hapana njala mtu. Njala mtumbu di. Muko njala. Na mimi ndo nilisema vya bongo. Aseme tuko njala. Atukula toka jana. Bakatupatia pesa moja. Wewe nani? Bakanipatia mimi pesa moja, hela moja hii. Ndio tukabulane na huyu. Hela moja tena ya rouge nyekundu hii. Si yangu mimi peke. Sasa sunipe mie. Tuone kwanza. Sio hii moja hii yangu. Yangu hii. Sasa kwanza hivi sini yako aliyejifanyisha mgonjwa ni mimi. Niliumwa diare na kolera ameme mama. Na aliyepewa hii hela mimi. Sijui donc nyie mko mnalumbana kukabulana hii hela. Na ni pesa moja. Ni pesa moja tu. Ni pesa moja. Mnataka mpate pesa mbili. Tupatie nayo mbili. Pesa mbili ndo ngapi? Si pesa mbili. Bange tupatia pesa mbili tungagabulana bien. Lakini sasa watupatia pesa moja, anipatie mimi mweniko na njala sana. Sasa iko hivi, tusikilizane. Mzee macho kwa mkisi. Tusikilizane. Mie nataka patia pesa hizi mbili. Hii moja hii nitenda nayo. Shida yenu ni pesa mbili. Pesa mbili papa. Pesa mbili. Pesa mbili. Nitawapatia. Leta pesa mbili. Subiri sasa. Hapana wewe marabu. Upate kila mtu yake. Hapana kubana yako. Leta pesa mbili ni kuone pale. Mungu uko na sie. Subiri. Ni vitu gani? Leta pesa mbili pale. Hapana mbona uko haraka sasa chuma malaya di. Si shida yenu ni pesa mbili. Ndio. Mbili papa. Leta pesa mbili. Tulia. Anakuaka haraka sasa kiuno malaya ndo shida yako. Haiko sasa ndo alijifanyisha mgonjwa. Mie ndo. Ni mie. Si ndo ilikuwa ya kwenu. Hiyo ni nenda nayo. Sitaki hiyo ni moja ile nataka pesa mbili. Pesa mbili. Si nipe hii. Nipe hii. Ona.
Huyu bwana ni mzuri sana. Iko bie papa. Sinikwambia. Huyu ndo Yesu. Niko na bahati leo. Hata mkongo niko natembea na mimi mkichwa. Ndio safari njema. Mungu akubariki sana. Bariki. Mungu wao enele lakini hapana uwachemi. Ndio. Wande bie. Unamwona bwana? Hapa ndo wanapaswa kwenda mbinguni. Njia iko wazi. Mungu anapenda watu. Nishabarikiwa. Na unabarikiwa kuzijawa na mke wote wa mbinguni. Ndio. Unatupatia pesa mbili. Sasa tunaenda Mbeya. Ule bwana Mungu ambariki sana. Alitupatanisha. Alitupatanisha. Tulitaka bali. Papa. Sawa. Mungu akubariki sana. Wewe ulikuwa umeshaanza leta matatizo na hela ni moya. Wewe una akili gani? Si basi tupatane mbili kila mtu na yake. Njoo vile tulikutana na malaika wa Mungu pale. Hela yetu. Mungu ambariki. Jamani, ndugu zangu najua kama mmeshafanya vizuri sana. Hamna, si kwamba tuko vizuri. Sema vile kazi sio. Jamani. Unaangalia tambo tu. Sema ni mambo ya kawaida ndugu yangu. Nasikia ni mambo ya kawaida, ni ile harakati tu ya kujituma. Waingereza wanakuambia when you work hard you gonna get it. So ukipambana kwa ugumu utapata kile unachokitafuta. Mimi sioni sasa hivi maisha kama yanaendelea wapi. Yaani mwanangu yeye bila kusa kiswaswadi. Mimi sina simu. Hela sipati. Chochote. Mimi najiuliza hii maisha. Kwani nini tu hata ungekuwa mwanamke tayari ungekuwa uko navyo. Kwani mwanamke ndo nani? Unajua wanawake wetu mimi nashindwa kuelewa kitu kimoja. Tukisema tusimame wanaume kama wanaume na wanawake wakaya hapo. Wanawake wetu kuna vitu vingi wanatuzidia. Hasa ni vile vya kimuonekano. Yaani tuseme kwanza hivi, yaani nyinyi wanawake. Mimi mwanamke sina. Sijataka kumaanisha huko moja kwa moja kwa sababu uwezo unapishana. Lakini asilimia kubwa ya wanawake vitu wanavyovimiliki ni vitu vikubwa zaidi yetu. Nimeongelea hili kwa sababu ya kitu kimoja. Unajua wanawake wetu kuna vitu vingi wanavifanya na wanapata pesa. Kwa sababu ukija kuangalia wanawake wetu wa sasa hivi wamekuwa kama biashara. Tunakwenda kupoteza maadili yetu kwa sababu ya wanawake wetu. Na sio mabinti tu, hadi kwa akina mama. Wanakwenda kujiposti utupu na kuwatumia watu huko kwa sababu wapate pesa. Na hiyo ndio sababu kubwa ya wenyewe kumiliki vitu vikubwa. Ya, unachokizungumzia ni uhakika. Na ni kweli kabisa ukitazama kwenye mazingira yetu. Mimi labda ninaweza nikazungumza shida ni kitu kimoja. Tulitegemea wakina mama au wazee wetu wawe funzo kwetu sisi vijana. Sasa hivi maadili yote ambayo vijana tunafanya kujiposti masuala ya utupu yamehamia pia na wakina mama ambao labda ni wazee. Jiulize kama yule mama jirani hapo ameshafanya ujinga tayari. Watoto wake wana kitu gani cha kujifunza kutoka kwake? Hakuna. Oni kama ameaibisha watoto wake. Sometimes hizo watoto wake wanajiuliza wapi wataficha uso zao. So wazazi wetu pia nao wamechangia sana. Mimi kuna wazo nimelipata. Maana nimekaa hapa nasikiliza, nimefikiria kuhusiana na maombi. Unajua wamama wengi katika hiki kijiji wana vibanda vya maombi. Ufupi vyumba vya maombi vimejaa. Lakini hivyo ukija kuchunguza wengi, hata vijana wengi wanaingia kwenye maombi. Lakini maombi bado yanaendelea hapo hapo. Sasa maombi yanahusiana na Mungu. Sasa ukija kuangalia zaidi sana vile mimi nifikiria, nimeona haya maombi ya sasa hivi au haya ambayo yapo kwenye kijiji chetu sio yale maombi ya zamani. Kwa sababu yale maombi ya zamani yalikuwa yanawafunza watu. Ukiangalia kama mavajane sana chumba cha maombi ndio na wingi wa vyumba vya maombi ndio chanzo cha wingi wa maovu. Kwa hiyo tukija kuangalia maombi hayana chochote. Kwa sababu gani hayana chochote? Mtawa anaweza kaenda na kata miezi 3, miezi 4 anatoka, lakini cha ajabu anatoka na ujauzito. Kwa hiyo utaniambia eti
Nani alikuwa maombi au alikuwa anaenda kufanya maovu? Yaani mimi nikiangalia maombi ni chanzo cha maovu katika kijiji hichi. Sitaki kuamini sana kama sababu ni maombi, lakini tuangalie pia katika upande wa upendo. Mimi nazungumzia upande wa vijana, na labda sizungumzii kwa wazee wetu, maana pia wametupotosha. Najua kwa msichana pale anapopenda, upendo wake waga unenuka sana, na ana uwezo wa kumfanyia mwanaume wake jambo lolote lile kwa wakati ule, maana ana uaminifu wa ziada ambao uko juu sana. Lakini kwa sisi wanaume tukipenda waga tuna uaminifu ambao waga tunachunguza katika uaminifu wetu. Lakini tu labda tungechukua fursa hii kushauri vijana. Unajua ngoma msibani bana waga inanoga kama aliyefariki si baba yako. Hili swala tunalisherekea na kuchekea kwa sababu bado halijatokea kwenye familia zetu. Pindi ambako litasubutu tu kutokea kwenye familia zetu, na kuhakikishia ndugu yangu, hata na wewe utasikia aibu kutembea mtaani hapa. Utasikia aibu. Kwa vijana ambao labda ni chanzo cha kufanyia wapenzi wao wa dada zetu hivi, tuache hili swala. Kweli kabisa. Ni kweli hicho ulichokiongea. Kwa sababu ukija kuangalia ni vijana wachache sana ambao tunajielewa. Na ni vijana wachache ambao tujaingia kwenye huu mkumbo. Ni kitu gani ambacho tunatakiwa sasa tukifanye? Inatakiwa tuishi tulivyo, lakini pia tusisahau mila na desturi za wazee wetu. Ili na sisi pale tutakapokuwa wazee, tuandae kizazi kipya kinachokuja kwa maadili mema. Sijui umenielewa? Ya, hiyo imeeleweka. Hiyo ipo fresh. Wewe mafuta yangu utakuja beba yote. Yangu pesa yangu. Lazima ninunue mikeke. Yako sana kwa muro yangu. Juu ile siku mimi baninunua sombe na nunua sombe hapana. Simu soko. Mimi kanunua mikeke. Mimi nakula. Nataka mikeke. Ulete shashe ya munene. Leta shashe sasa, watoto wangu leo watanyamba. Wapanda kwanza hapa vya mashashe baadaye. Pia nitachakula, wewe unataka kuchakula pia nitachakula. Acha basi mimi nichague. Usichakule fungo yangu pale. Wewe ndio uliteleka. Mama njoo mashashe ile. Ile njoo yako. Ni yangu nitakia yangu hapo. Mama na mafruia vere njoo mafruia. Njoo mafruia. Ya kwanza mimi ndio niko na chakula wa kwanza di. Ukome pale mimi na chakula ngo mikeke na mie. Umbafu. Unataka watoto wako ndio waende yamba. Ngoi. Umbafu. Wako na bazimu sesisela. Sisi ile furunjo nitaka nichagule meleta. Wako tunda hivi na papa. Unapendaka nifuatilia. Toka vyako kule. Wako niletea mazimu hapa. Unakwaka kufuatilia kombo. Unataka watu wote boni niko escrow msoko. Mbafu. Nafanya. Sasa. Bendoka. Mimi napenda bachukuchuku, sitakula tomati. Mama, ngoja mimi nilipe pesa niende nipatie shashe. Mama tia mshashe. Beba hivyo. Hakuna. Uko nilifuatilia sana. Nibebe msashe na bebe msashe. Basi hata bado. Nakufanya kidogo, mlibeba vya mingi. Sisi yako ni kiloko. Pesa 2 sasa tuchange. Kome na mtonge na mimi. Tuchange sasa di. Mama beba yangu. Hata na wewe kidogo na vitu ni vya mingi. Hapo ni 4,000. Ma? 4,000 hapa 8,000 na 4,000. 4,000 njoo vituka. Sisi kuna pesa yangu moja hii. Na mimi nyingine moja tunakuwa 2 za mingi. Kome mimi sitaki makuta wako. Unaona? Ni za kiloko. Ndio kusema makuta yetu. Bali
Makuteka ni sasa kiloko. Mama, iko pesa ya mingi. Chunga tumpate. Hivyo. Beba basi pesa 2 pe. Ubebe yote tutaki. Bebe yote, usitulizie. Hapana, ni za kidogo. Aienee mueneze makuta tena. Mama unataka mimi kwa mwizi? Hapana, siko mwizi, mlivyo vitu vya mingi. Maana yake kuna penda tumletee pesa moja. Pesa moja. Pesa moja. Ndio. Baba sasa moja hapa. Hapana hata hivi, mulete pesa moja. Moja ya rangi gani? Mama, sasa tulikuwa na pesa moja ya rouge. Tulikuwa na pesa ya rouge. Muliacha wapi? Balikuwa naandika 0 0 0 0. Ilikuwa 10,000 bali wakunja, bali wapatia 3,000 kwa 10,000. Ile moja ndio ilikuwa ya mingi kuzidi. Hapana. Manake unatasema pesa moja inaweza kuwa mingi kuzidi pesa 2. Ndio. Hapana. Baba. Wewe ndio unasababisha vyote hivi. Bali nipatie makuta yangu nikuye mimi na watoto wangu niende kula. Tugabule na mwana kama tupate pesa kiloko. Toka pale we. Basi ndio alikuwa nakatala tusigabule. Sasa hilo. Unataka pandisha pasimu ya wali sisi. Ona macho yako mkichu. Sasa hilo. Papa. Niko nakwambia nakuwa nasoma. Ulisomaka wapi? Ona sasa banatuibia. Ulisomaka wapi? Mimi nilipata diploma yangu ku university wewe. Toka. Funani waka trivia wewe. Mama iko mwizi anataka kutuibia kuteta. Siko mwizi, ilikuwa 10,000 na hivyo vitu mnabeba hapo ni 8,200. Manake zote ziko pesa 1 2 3 4 5 6 7 8. Manake sasa tuko na ngapi hapa? Mko na 3,000. 1 2 3. Manake tunakosa pesa 5. Papa, wewe ndio sababisha vyote hivi wewe mazimu. Uko nilisema mimi sipendaki vya vingi. Toka pale. Sipendaki. Toka pale wewe. Unapata njia yako. Nenda kwako wewe una nyumba. Wewe unalala mtita sante. Makalio yako wewe. Kwa moyo wewe. Unasababisha nini nani jana? Papa, niko nakuuliza. Wewe umeniuliza ndio, lakini nashangaa mimi nina wali. Na ndio kwa maana sikupata hata muda mwingi wa kujibu. Sasa mbona uko na haraka? Mimi nawaia kwenda mazishini. Manake unataka kwa soda. Kwa soda ndio kuna kwa kama majeshi. Sio kiasi hicho. Naenda msibani kumzika binti. Manake humu mwetu mwingine muko msiba. Mbona bakutuma asa mkolo? Kwa hiyo mzee usitaki kuniambia kwamba hujui taarifa kabisa. Nani ndo alikufa? Shani. Nani? Shani. Shani huyo makalio ule matako ya mingi. Hey. Astaghfirullah ta'ala barakatuh. Alikufa. Alikuwa naumwa. Sidhani amekufa tu ghafla. So abechangibwa mwenye ombe tata. Bulango iko nakula. Nalijua kufe. Iko na roho mbaya aliniimaka vyake. Nilimunaka mie jaja iko na matako akabambi nikaanza kumtongoza. Nilisema lugha 8, I love you, I pend you, I need you, yote. Akanikatana tena na kunichamba. Sasa angalia ile matako inaenda mbulongo. Ile weupe ya mtoto kale kasura kazuri kanaenda mbulongo.
kuliko angenipatia hata mimi basi niende naionja yako. Na nipe nakufa lobe hivi nakufa. Wanawake wazuri wakona acha kwanza kuzalaka Non. Na alikatala naka sana, alikuwa nakatala na wazee na wajene na wanani. Kama tungempata kata kamimba akacha mtoto, anakufa. Bako nazala kwanza mapema kuzala. Nilimtongoza ule. Ulongo we iko sana nenda nichimbe. Kama banza nitikende ningia mlo kwanza nimlombe ya mwisho. Sasa haya ndo mashauri gani ambayo unanipa? Sali niima akofe kwanza. Yaani umenipotezea muda. Kwanza hata kilio sitaenda. Wewe siendi maana una umuhimu wote. Acha mimi niende. Shani ulikufa. Shani unaniacha Shani, basi nilikuwa nakupenda. Shani. Lakini unakoma ukufe tu. Bafu.